ya nawe kauli hii, the more they were oppressed, the more they multiplied. Kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Na hotuba hii inatamani kuniambia mimi na wewe jambo ambalo ni la kipekee sana, kwamba kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Ninajua kila mtu anapita katika hali ambayo ana jambo linaloweza kuwa linasumbua. Kuna kitu kinachomtesa. Kuna kitu ambacho anapitia katika maisha yake. Unajua, wenda naongea na mtu ambaye amekuja katika ibada hii ya makambi leo. Anasema, pastor, mtumishi wa Mungu, ninapita katika bonde la uvuli wa mauti. Ninapita kwenye mateso ambayo siwezi kuyaeleza. Wenda ni mtu anapita katika wakati mgumu. Ninatamani nikuambie, mateso sio mwisho wa maisha yangu. Mateso sio mwisho wa maisha yako. Mateso sio mwisho wa maisha yetu. Mateso hayatamaliza hatima yetu. Kinachotakiwa ni kwamba tuendelee kubaki na Mungu aliyekuwa nasi kabla ya mateso. Tuingie na Mungu, tutembee naye katika barabara ya mateso, na hata mateso yanapoondoka, hali ikabadilika na kuwa njema, tuendelee kubaki na Mungu. Na kwa hiyo hapa hoja sio mateso, hoja sio kile kigumu unachopitia. Ninataka nikutie moyo. Mpe Bwana moyo wako, yeye ambaye anaweza kutembea nawe. Alikuwa pamoja nawe kabla hilo jaribu ulilo nalo sasa halijaja. Yeye alikuwa Mungu. Katikati ya changamoto unayoipitia sasa, yeye bado ni Mungu. Na hata baada ya changamoto hiyo kuondoka, usimsahau, yeye bado ni Mungu. Na kwa hiyo kama Mungu yupo, anasema yeye alikuwako, yeye yupo, naye atakuwepo. Ninachotaka kuanza nacho kama msisitizo ni usikubali changamoto ikakutoa mbali na Mungu. Lakini usikubali maisha yaliyokuwa magumu sasa yamebadilika, yamekuwa mazuri, yakakutoa pia mbali na Mungu. Mungu atabaki kuwa Mungu. Wakati wa mateso, yeye ni Mungu. Wakati mambo yanaenda vizuri, yeye ni Mungu. Wakati hatuoni shida, tunaona mambo ni mazuri, yeye bado ni Mungu. Wakati mambo yanapoonekana kuwa mabaya, yeye bado ni Mungu. Na mkumbuka mwimbaji anaimba, anasema, when peace like a river, nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Ni salama rohoni mwangu. Nami natamani nikuambie mshiriki, anatafuta mshiriki mwenye imani, ambaye mateso yakija, changamoto zikiandama, hali ikibadilika, bado atasema, nionapo amani kama shwari, au nionapo shida, kwa hali zote Bwana umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama, ni salama rohoni mwangu. Ninajua ninaongea na watu ambao wanapita katika vipindi mbalimbali vya maisha, lakini tuna makundi mawili hapa ya watu ambao wengine kwao mambo ni shwari, lakini wengine kwao mambo yamekuwa mabaya. Kwa hali yoyote ile, Mungu utujulishe na utupatie amani na utupatie imani ya kuendelea kujua kwa hali zote, ewe Bwana, kwetu itakuwa salama rohoni mwetu. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kama unanielewa nipungie mkono namna hii. Israeli, tunaanza sasa Ufunuo 12 mstari wa 40. Makenzi naye sijui ameenda wapi sasa. 12 mstari wa 40. Ninatamani sasa Robinson sijui naye ameenda pia kule, nimemwagiza mahali. Sawa. Sasa asome aliyepo.
ni ya kwamba Exodus, Kutoka 12 mstari wa 40, Kutoka 12 mstari wa 40. Nataka nione kipindi au miaka ambayo Israeli katika vizazi vyao vyote walipita kwenye mateso, walipita kwenye changamoto. Hebu msomaji kanyaga, twende. Basi wana wa Israeli kukaa kwao, weka tumaiki mbali kidogo. Basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Muda waliokaa Misri ulikuwa ni miaka 430. Biblia inasema Israeli walikaa ugenini, nchi ya utumwa, katika vizazi mbalimbali, lakini kwa miaka 430. Ninajua ninaongea na mtu ambaye anapita katika changamoto ambayo anakuambia, pasta, sijapata mtoto, huu ni mwaka wa 8. Anasema, pasta, sijapata kazi, huu ni mwaka wa 7. Anasema, pasta, sijaolewa, sasa nina miaka zaidi ya 40. Anasema, pasta, niko katika changamoto ambayo imechukua muda mrefu katika maisha yangu. Niko hapa kukutangazia, kama Mungu aliweza kuruhusu watoto wake wakakaa kule Misri miaka 430, lakini katika miaka hiyo 430 ilikuwepo miaka ambayo Israeli walipita katika changamoto, walipita katika changamoto. Niko hapa kukuuliza, je, changamoto ulio nayo umekaa kwayo kwa miaka mingapi? Niko hapa kukuuliza, je, umetafuta mtoto kwa miaka mingapi? Niko hapa kukuuliza, je, umetafuta kazi kwa muda kiasi gani? Niko hapa kukuuliza, je, ndoa yako imesumbua, huu ni muda gani sasa? Ninataka nikuulize, biashara yako imeendelea kuwa mbaya, imechukua muda gani tangu imekuwa mbaya? Ninataka nikuambie na nikuulize kwamba hilo jaribu, hiyo changamoto unayopitia ya uchumba, ya mahusiano, imechukua muda gani sasa? Ndio maana nakuambia, Israeli wao waliingia Egypt, wakakaa huko Misri wakiwa na njaa iliyowatoa Kanani, wakakaa Misri. Lakini Biblia inasema walikaa miaka 430, walikaa ugenini kwa miaka 430. Na katika miaka hiyo ni mingi kati ya hiyo ambayo tangu Yusufu afe, maana Yusufu alikaa, yeye ndiye alialika familia ya Yakobo baba yake, wakiwa na ndugu zake pamoja na watoto wao na mifugo yao, akawapa mlima wa Gosheni. Ukisoma sura ya 50 ya kitabu cha Mwanzo, ambayo sitasoma, wewe mwenyewe utaandika na kupitia, ndipo Yusufu akafa kwa yapata miaka 110. Biblia inaniambia alipokufa aliwaambia ndugu zake, ndio nimekufa, ndio ninahisi kifo, lakini kama kweli nitakufa, msije mkaondoka mkaenda ile nchi ambayo baba zetu Ibrahim, Isaka na Yakobo aliwaahidia kwamba tutakwenda, na nchi hiyo bado tunaisubiri kwa mbali. Kanani tutarudi tena, Kanani tutakwenda tena, Kanani tutakwenda. Hata kama tupo hapa Misri, tunapita katika changamoto za Misri, nami ninakufa, lakini nawaombeni ndugu zangu, ile siku itakapowadia ya kutoka hapa Misri na kwenda kule ambako baba zetu waliahidiwa, mtakapoondoka msisahau mifupa yangu. Baba yake alikuwa amezikwa Makapela, yeye akiwa bado
bado anakaribia kufa, maana Yakobo ndiye aliyetangulia kufa. Na ndiposa sura ya 50 inaanza kwa kuonyesha ndugu wakiwa na hofu, wakifikiri kwamba Yusufu atawatendea vibaya, lakini Yusufu akawaahidi hatendi vibaya. Na ndiposa baadaye Yusufu naye anakufa. Biblia itakuambia akaja Farao asiyemjua Yusufu. Hiyo ni sasa ni sura ya Kutoka sura ya 1. Ndiposa Farao asiyemjua Yusufu, na sasa Yusufu amekufa. Aliyekuwa waziri mkuu, aliyekuwa kiongozi amekufa. Israeli wamebaki bila kuwa na mtu wa kuwatetea. Wako kwenye mlima wa Gosheni. Bwana amewajalia, kama ni mifugo inaongezeka, kama ni watoto wanazaliwa tena wenye nguvu, kama ni familia inaneemeka, kama ni maisha, hata kama wako Egypt, wako Misri, mahali pa ugeni, lakini Bwana aliwabariki. Ndiyo, hapa si petu pahali, kwetu ni kule mbinguni. Na neno moja la fahari, mji wetu unakuja. Kama vile Ibrahim, kama vile Isaka, kama vile Yakobo walivyoahidiwa, na watoto wao na vizazi vyao vikajua kwamba iko siku moja wataenda katika mji ambao Bwana amewaandalia. Nina habari njema mchana wa leo. Baada ya kambi hili kufanya makambi hapa duniani, nina habari njema kwa wanakambi wa Better Living Getembe. Nina habari njema kwa msikilizaji aliye mtandaoni. Hapa si petu pahali, kwetu ni kule mbinguni. Baada ya makambi ambayo tunafanya mwaka hadi mwaka hapa duniani, tukiwa katika nchi ambayo hata hivyo dunia inatutesa, hata hivyo dunia imeonekana kuwa na mambo mengi ya kutuumiza. Nina habari njema kwa wasikilizaji mchana wa leo. Baada ya dunia kututesa, baada ya dunia kutunyanyasa, baada ya dunia kutupa magonjwa, haki inakosekana mahakamani, ndoa zimekuwa na magomvi, ndugu wanatugeuka, mambo yanakuwa mabaya kila kona. Ninaona dunia imechafukwa, siasa imechafuka, viongozi wa serikali wanachafukwa, mambo yanabadilika. Ninayo habari njema, hayo yasitutishe, hayo yasituondolee Ukristo wetu. Hapa si petu pahali, kwetu ni kule mbinguni. Neno moja la fahari, mji wetu unakuja. Jamani, nasema tena, unakuja. Kama vile walivyowatesa, lakini Yusufu amekufa, na sasa amekufa, anawaachia neno la matumaini kwamba hapa hatutakaa milele, hatutakaa Misri milele. Na anawaambia ndugu zake, nitunzieni mwili wangu muutunze, tena mifupa yangu muondoke nayo, maana ninajua siku moja, hata kama mimi nimekuwa waziri mkuu, nimekula mema ya Misri, ila Yusufu anawaambia ndugu zake, hapa hatutakaa, tutakwenda. Kuna mahali tunaenda, na hapo baba yetu, Mungu wetu aliwaahidia baba zetu Ibrahim, Isaka na Yakobo. Yeye anakufa, ameacha neno la matumaini ya kwamba tutakwenda kule ndugu zetu, baba zetu walipoahidiwa na Mungu wa mbinguni. Nina habari njema, na naomba tena nirudie habari hii njema. Ndiyo, Bwana ametuleta wanenaji, ndiyo tumekuja kuhubiri, lakini Ijumaa hii ambayo ni kama makambi yanataka kukamilika, ninatamani kuwatangazia na kuambia wasikilizaji wote, acha dunia itutese, itutesavyo. Inatutesa na korona,
inatutesa na magonjwa mbalimbali yanayoibuka, matetemeko ya nchi, vita mahali, siasa inachafuka, ndoa zimekuwa za mkataba, ushoga unaingizwa kwa lazima, hali imechafuka, tabia zimekuwa mbaya. Hizi ni za Misri tu, hizi ni za dunia hii tu. Ninataka kutangaza kama Biblia inavyotuhakikishia, Yesu mwenyewe kama Yusufu alipokufa akafufuka, ile sura ya 14 ya kitabu cha Yohana anatuambia msifadhaike mioyoni mwenu. Kumbe Yesu anajua wakina mama wanafedheheka. Kumbe Yesu anajua akina baba wanafedheheka. Kumbe Yesu anajua watoto mashuleni wanafedheheka. Kumbe Yesu anajua hali ya dunia inatufedhehesha. Mateso yaliyokaa kwenye dunia, wenye hela ni kama hawana, wenye nyumba usingizi hawana, wenye vyakula vizuri vitamu vyakula wameshaandikiwa na daktari, usile hiki, usile kile. Hela wanayo, wangeweza kula kila kitu, wangeweza kujishibisha na kuvinjari, lakini baada ya hela kuja, daktari anasema una sukari, hiki utakula. Baada ya kuwa ametafuta hela kwa mateso, anafikiria kaya enjoy, anaambiwa una pressure, hiki utakula. Baada ya kukaa amepambana, ametafuta nafasi ya kuwa kiongozi, ya kuwa mwenye cheo, ya kuwa msomi, anaambiwa umepata kansa ya ubongo, wewe umepata kansa ya shingo ya kizazi, wewe umeshapata ugonjwa huu. Amekaa, Mungu amemjalia hata ana gari, baadaye anaambiwa umepata stroke. Dunia imejaa mfadhaiko. Dunia ni kama ilivyokuwa Egypt ambako watu wa Mungu waliteseka. Ila ninawaambia jioni, mchana wa leo, ninawaambia katika ubiri la leo, usifadhaike moyoni mwako. Anasema Yesu, kama tunamwamini Mungu na tumwamini na yeye, maana si mbali, pwani si mbali, tutaiaga dunia. Kama Israeli walikaa miaka 430 hapo Misri, lakini baada ya mateso kuongezeka, baada ya hali kuchafuka, nina habari njema. Mungu aliyaona mateso ya wanawake, Mungu aliona mateso ya wanaume, Mungu aliona mateso ya vijana, Mungu aliona mateso ya watoto walivyokuwa Egypti, walivyokuwa wanateswa. Mungu aliona, na nina habari njema, Mungu alikomesha mateso. Kama unanielewa sema amen. Huyu Mungu atayakomesha mateso. Huyu Mungu atayakomesha mateso, na kikomo cha mateso, na kikomo cha mateso yangu na yako hakitamalizwa na kiongozi mzuri wa siasa, hakitamalizwa na mchungaji mzuri mwenye suti nyingi, hakitamalizwa na kiongozi mwenye hekima nyingi. Mateso yetu yatakoma Yesu atakapokuja. Jamani, haleluya. Kama unanielewa tena punga mkono mchana wa leo, haleluya. Hebu tuangalie, je, Mungu aliona huruma nao? Kitabu cha Kutoka 30. Lakini kabla hatujafika hapo kwenye Mungu aliona huruma, kitabu cha Kutoka 3, hebu tuangalie, je, kweli waliteswa katika hiyo nchi ya Misri ambayo walikaa kwa miaka mingi kiasi hicho? Je, waliteswa? Anzia sura ya 1 mstari wa 12. Nini kilitokea? Nini kilitokea? Hebu anzia fungu, kama unasoma la 12, hebu anzia fungu la 5 usome kwa haraka ili watu wapate details. Na weka maiki yako mzuri, twende sawa. Na nafsi zile zote zilitoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa nafsi 70. Ndiyo. Na huyo Yusufu alikuwa humo ndani ya Misri tangu hapo. Sawa. Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile. Sawa. Na wana wa Israeli walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi. Nao wakaendelea na kuongezeka nguvu, na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Basi akainuka mfalme mpya kutawala Misri, asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake,
angalieni, watu wa wana wa Israeli ni wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena ikitokea vita, nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Tulia pale. Shetani hapendi kuwaona Israeli wanaongezeka, lakini Biblia inaniambia Mungu aliwapa mbaraka wa uzao. Mungu aliwafanya hata kama wako utumwani, Mungu aliwapa baraka za kuzaliana. Ndiyo tuko kwenye hii dunia, ndiyo Yesu hajaja kutuchukua, na dunia inaonekana kuwa ni tambara bovu. Isaya anasema dunia kuvunjika imevunjika sana, dunia kuanguka imeanguka sana, dunia kuwayawaya inawayawaya sana, tena imekaa kama mlevi na mzigo wake umeilemea, na si muda kitambo itaanguka, haitainuka tena. Baada ya dunia kuonekana kama tambara bovu, kwamba si mbali itaanguka tena, haitainuka tena, ninataka nikushirikisha jambo hili ya kwamba ndivyo basi Egypt, yani Misri, palivyochafuka. Biblia inasema baada ya Yusufu kufa, na akaja Farao asiyemjua Yusufu na tena asiyekijua kizazi chake, ndiposa Israeli wakaingia kwenye mateso makali. Ninamjua Mungu ambaye akishaona mateso yameongezeka, Mungu anaingilia kati. Na Biblia inasema walikuwa wameongezeka sana. Biblia inasema walikuwa wameongezeka sana, na hivyo wakashauriana, wakasema inawezekana tukiwaruhusu waendelee kuzaliana watakuwa wengi, na baadaye watatuteka, baadaye watakuwa wengi na wachukue mamlaka yetu. Nisikilize jambo hili. Shetani hapendi kuona watoto wako wanasoma, wanajitokeza. Shetani hapendi kuona ndoa yako ina amani. Shetani hapendi kuona unajenga nyumba nzuri. Shetani hapendi kuona unapandishwa cheo. Shetani hapendi kuona unacheka na mme na mke wako, unacheka na watoto. Shetani hapendi kuona mambo mazuri. Kadiri anavyoona mambo yanaongezeka, kama huyu Farao ambavyo aliona mazuri, aliona neema, aliona vitu vingi vinaongezeka, aliona mambo yanakuwa mazuri. Kadiri anavyoona baraka zinaongezeka, Farao anachukia. Ninajua mpendwa wangu, huenda shetani amechukia mno. Huenda amechukia alipoona kazini una amani, alipoona ndoa yako ina amani, alipoona watoto wako wanasonga, alipoona biashara yako inasonga, alipoona mashamba yanabarikiwa, alipoona mambo yanaenda vizuri. Huenda shetani amechukia tayari, huenda shetani amekwazika tayari, huenda shetani amepandisha hasira yake, naye amepanga kututesa, naye amepanga kututesa. Ila nina habari njema. Israeli walipoona kwamba Farao amewatesa sana, mchana wa leo Israeli walipoona kwamba wameteswa sana, nina habari njema. Israeli walipoona Farao amekuwa mkali, ninaomba unisikilize hili tena, wakaamua kumlilia Bwana, naye Bwana akawasikia. Hivi amina zenu mpaka niwaombe tena kila siku, na nyinyi mnajua niko mtandaoni bwana. Nasema hivi, Bwana akawasikia. Jamani, Bwana asifiwe sana. Mateso yameongezeka, hali imekuwa mbaya, Farao amekuwa mkali, hataki idadi iongezeke, hataki Israeli wazidi kuwa wengi, maana ameogopa. Ninajua shetani hapendi kuona kanisa la Mungu watu wanabatizwa na kuwa wengi kwenye hilo kanisa.
Ninajua shetani hapendi kuona ndani ya kanisa la Mungu washiriki wakiongezeka. Farao amechukia kuona watu wanaongezeka, hataki Israeli waongezeke. Ndiyo maana shetani anaingia kwenye makanisa, analeta vurugu, analeta kelele, analeta maneno. Hataki watu wafanye kazi ya kuendelea kuleta wengine kwa Yesu, ili wazae roho nyingi, wazidi kujaa kwenye kanisa. Hataki shetani kuona amani ndani ya kanisa la Mungu. Shetani hataki kuona tunabatiza na watu waongezeke, wawe wengi. Anachofanya, akiona tunakuwa wengi kama Farao, anasema hawa watu wamekuwa wengi, tuwaingilie kwa akili ili wasije wakaongezeka wakatuzidi. Shetani hataki Israeli waongezeke. Farao hataki Israeli waongezeke. Watu wa Better Living Getembe, sijalijua kanisa lenu vizuri, na msikilizaji huko unakosali, sijalijua kanisa lako vizuri, lakini nataka niseme kama Farao hakupenda kuona idadi ya wana wa Israeli inaongezeka, tena kama kiongozi anashauriana na viongozi wengine kwamba wasiongezeke. Sikiliza ujumbe huu ambao utafika mpaka kanisani mwako, ambao unafika mpaka ofisini kwako, ambao unafika kwako msikilizaji. Shetani hapendi watu wa Mungu wakiongezeka. Atapiga vita. Getembe wakisema tunaanzisha crusade, vita. Makanisa fulani mkipanga injili, vita. Vita itawaka. Wanakwaya watagombana, wajumbe wa church board, baraza watagombana, wazee wa kanisa watagombana. Kila mahali ataleta kero, kila mahali ataleta vyesi. Atatumia hekima kutuvuruga ili tusiendelee kuongezeka. Ila kama Bwana aishivyo, ninakutangazia hapa kwa Bwana, hata tukiteswa, hata wakituvuruga, hata wakituletea kero, kwa Bwana tunaongezeka. Hai, tunaongezeka. Farao hutaki Israeli waongezeke. Farao hutaki, na unaweka vikao vya kupunguza idadi, ya kupunguza watoto wa Mungu Israeli wasiongezeke. Farao huwezi. Ninaona kuna wazee wa kanisa wanaweza kuwa kama Farao. Ninaona kuna wajumbe wa kanisa wanaweza kuwa kama Farao. Ninamjua shetani anawatumia viongozi, anawatumia viongozi wa kanisa, anawatumia baba wa familia, anawatumia mama wa familia, anatumia watoto wa familia. Asichotaka shetani kwamba tusiishi kwa amani, kwamba tusiongezeke, kwamba tusienjoy. Nami nakwambia shetani, kama Bwana aishivyo, tutaongezeka. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Kama unanielewa, punga mkono namna hii. Hebu basi, shetani baada ya kuona watu wanaongezeka akafanya nini? Hebu sasa soma. Je, alivyowatesa nini kiliendelea? Msomaji, kanyaga twende muda wetu. Basi wakaweka watu yao wawatesa kwa mizigo yao. Weka mic mbali afu twende. Enjoy. Relax bro. Okay. Haya twende. Basi wakaweka wasimamizi juu yao. Basi wakaweka wasimamizi juu yao, wawatesa kwa mizigo yao. Wawatese kwa mizigo yao. Nao wakamjengea Farao miji ya kuweka akiba. Nao wakapelekwa kujenga majengo ya kuwekea akiba, Bitomu na Ramesesi. Haya twende tu hivyo hivyo. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa. Soma fungu la 12 vizuri. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa. Lakini kwa kadiri ya walivyowatesa, ndivyo walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Walivyoongezeka na kuzidi kuenea. Haleluya. Amina. Kadiri ya walivyowatesa, kadiri ya walivyowatesa, ndivyo walivyozidi kuongezeka na kuenea.
the more they were oppressed, the more they increased and multiplied. Shetani hatuwezi. Farao anawatesa Israeli. Yani kadiri wanavyoweka matofari, wanasagishwa ngano, wanateswa na kazi nyingi ili wasizaliane. Yani ndipo viuno vinaimarika. Yani ndipo matumbo yanapokea watoto. Mateso yanaongezeka, Waisraeli wanaongezeka. Ninaomba nikutangazie mchana wa leo, kanisa la Mungu, hata kama wajitokeze wanaolitesa ndani ya kanisa, ndani ya baraza, ndani ya vikao, nina habari njema. Kama tu wametumwa na Shetani, kama Farao alivyokuja na jambo lake kwamba atese ili alipunguze kasi jeshi na taifa la Israeli lisiongezeke, nina habari njema, hakuliweza. Alivyowatesa ndivyo alivyoongezeka. Ndio, inawezekana sio mateso ya ndani ya kanisa. Wanaweza wakaja watu ambao wamekuja na mateso yao, ambao wamekuja na mateso yao kama Farao. Nina habari njema, ukiwa na Mungu, vile wanavyozidi kutesa ndivyo unavyoongezeka. Naiombea Better Living Getembe, iwe mtapitia mateso kupitia watu wa nje ya kanisa au mtapitia mateso ndani ya kanisa, ninakuombea msikilizaji, ninawaombea watu wote mlioko hapa, hata kama washirika wa kanisa hili la kweli la Mungu atajitokeza mtu au watu hawataki maendeleo, hawataki kazi ya Mungu, hawataki mambo kwenda vizuri, hata kama watoke nje au watoke ndani, wenye roho ya Farao, hili ni kanisa la Mungu. Kadiri watakavyotutesa, ninawatangazia ndivyo tutakavyoongezeka. Jamani, Bwana asifiwe sana. Kama unanielewa, si unipungie namna hii. Sikiliza, hebu mwambie jirani yako, wewe ni Mwisraeli. Hebu mwambie tena, wewe ni Mwisraeli. Mwambie tena, wewe ni Mwisraeli. Sikiliza, Waisraeli hatuteswagi. Mungu wetu ni mkubwa kuliko mafarao wanaotaka kututesa. Na kitakacho wavuruga mafarao, kadiri wanavyotaka kututesa, sisi tunaongezeka. Yani wakitaka watese ndoa ili tusiwe na amani, ndiyo kwanza tunatembea tumeshikana mikono. Kadiri wanavyoenda kuchokoa ili tufukuzwe kazi, ndiyo kwanza tunapanda vyeo. Kadiri wanavyosumbua uchumba ili uvunjike, tarehe ya ndoa ndivyo inavyokaribia. Kadiri ya wanavyotutesa, ikiwa mtu amevaa roho ya Farao na anania mbaya na wewe, na anakuja kwako kukutesa, awe anakutesa kwa uchawi na uganga ambao hauna nguvu kwa Mungu, awe anakutesa kwa fitina na majungu, awe anakutesa, anakuoppress kwa madharau, anakufanyia chochote kibaya, mwambie, mimi nimesoma Biblia, nikaona Farao ameandaa kila aina ya mateso, hakufanikiwa. Maana kadiri alivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Nami ninajua hata wanitese, hata wakutese, kama kweli tutasimama na Mungu na tuendelee kwa Waisraeli wa kweli, na hila isionekane ndani yetu, hata wakikutesa namna gani, mtoto wa Mungu, utaongezeka. Nasema tena, utaongezeka. Narudia tena, utaongezeka. Mungu wetu ni Mungu wa multiplication. Anatumia formula ya multiplication. Yeye sio Mungu wa division, yeye sio Mungu wa plus, yeye sio Mungu wa minus. When God blesses, he multiply the blessings. Mungu
anapotoa baraka mzee wa kanisa, Mungu anazidisha. Nami nataka nikwambie, the more they were oppressed, the more they multiplied. Mungu ameona mateso yako, ameona unavyopitia fitina, wivu, kijicho. Mungu anaona ndoa yako inapita kwenye oppression, mateso. Mungu anaona uchumi unapita kwenye mateso. Mungu anaona watoto wako wanapita kwenye mateso. Mungu anaona, Mungu anaona. Na ninamjua Mungu anayetazama. Na kwa kuwa Mungu anaona mchana wa leo, kadiri ya tutakavyopita kwenye nyakati ngumu, shetani mwenyewe kututesa au watu wanaotumiwa na shetani kututesa, nimekuja na habari njema saa hii. Nimekuja na habari njema kwako msikilizaji, ya kwamba wewe baki ukimtegemea Mungu. Maana walio na Mungu, kadiri ya mateso yanavyoongezeka, wanakuwa nao wakizidishwa. They are multiplied. Haleluya jamani, haleluya. Hebu nione wangapi wanasema mimi nimejiandaa kumultiply. Baada ya kambi hili ninaenda kumultiply. No matter the oppressions, no matter how. Na Better Living Getembe kama kanisa, ninatamani muongezeke, ninatamani mzidike, ninatamani mzidi kumwona Bwana baada ya makambi haya. Mungu ambaye anasema hatutishwi mzee na mateso kiasi gani, hatutishwi na oppression kiasi gani, hatumwangalii ambaye anatumwa na shetani ana cheo kiasi gani. Kama amekuja na mawazo ya kishetani, kadiri atakavyotaka kututesa, hawezi. Sisi tutaongezeka. Kama ndivyo unavyoamini, punga mkono na useme amen. Amen. Better Living, washiriki wanatakiwa kumultiply. Ujenzi unatakiwa kumultiply. Uongozi wenye roho wa Mungu unatakiwa kumultiply. Kila kitu kinatakiwa kumultiply. Biashara yako mshiriki binafsi inatakiwa kumultiply. Kazi yako inatakiwa kuendelea kuongezeka. Kila kitu kinatakiwa kuwa chema. Hebu basi, tunapoenda katika hitimisho fulani hivi, niruhusu nisome sasa sura ya 3. Mungu anayaona masumbuko yako. Na ndiyo maana anawaambia Israeli ya kwamba nimeona machozi yenu, nimeona vilio vyenu, nimeona mateso yenu. Wamewasagisha ngano, wamewabebesha matofali, wamewajengesha nyumba, wamewatesa kwa kazi, wakifikiri mtapungua. Lakini mimi Mungu, katikati ya changamoto mliokuwa nayo Israeli, nimeruhusu muongezeke. Kadiri ya ulivyowatesa, ndivyo nilivyowazidisha. Mungu anaweza kuingilia kati maisha yangu na maisha yako. Kadiri shetani anavyoongeza mateso, Mungu anaongeza baraka zake. Amina. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Amen. Wanaonielewa tena wapunge mkono namna hii. Hebu tuangalie jicho la Bwana linavyotazama changamoto zetu. Soma pale fungu la 7 na la 8. Kutoka sura ya 3 fungu la 7 na la 8. Mchana wa leo lazima uondoke na chakula cha kiroho kilichoshiba, na twende pale tuendelee. Basi akasema, Bwana akasema, hebu weka mambo sawa jamani. Fungu hilo ni nzuri sana. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao, maana nayajua maumivu yao. Nimesikia kilio chao kwa sababu ya maumivu yao, nami nayajua maumivu yao.
shuka. Sasa hebu anza upya. Yaani hiyo umeshaharibu. Weka maiki sawa, sijui imefanyaje Obedi. Haya. Weka maiki mbali hivi itakamata haraka frequency, alafu twende. Soma vizuri, anzia pale fungu la 7. Bwana akasema, hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri. Hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Nami nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana nayajua maumivu yao. 8. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Haya, twende. Niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema. Isha pale tu, wataendelea wao. Biblia inasema, na ninaomba nikuambie, kitabu cha Kutoka sura ya 3 fungu la 7 na la 8. Kitabu cha hii ni nini sasa? Okay. Kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 7 hadi wa 8. Biblia inasema, nami nimeona kilio chao, nami nimeelewa maumivu yao, nami Bwana nitashuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Mungu anaona. Mungu hajakaa kimya. Mungu aliona mateso ya Israeli. Mungu aliona machozi ya Israeli. Mungu aliona changamoto wanayopitia Israeli. Anasema, Mungu akasema, ninashuka ili niwaokoe. Jamani, ninashuka ili niwaokoe. Mungu akayaona mateso ya Israeli. Mungu akasema, ninashuka ili niwaokoe. Nina habari njema mchana wa leo. Mungu aliyaona mateso ya Israeli, kama isemavyo Biblia katika Kutoka hiyo ambayo tumesoma, sura ya 3 fungu la 7 na la 8. Ninajua jambo moja, kama Mungu aliona mateso ya Israeli kwa mujibu wa Kutoka 3 fungu la 7 hadi la 8, akashuka ili awaokoe na mikono ya Wamisri. Mungu yuko pamoja nasi hata leo. Walio Israeli wa kiroho, wale ambao wanatembea wakimwomba Mungu, wakisoma neno lake, wakiimba nyimbo za Zaburi, wakimuinua Mungu usiku na mchana, hao ndio Israeli wa kiroho. Wanaimba nyimbo hata kama ndoa inatatiza, wanaimba nyimbo hata kama wanaimba nyimbo hata kama majaribu yanasonga, wanasoma Biblia, wanaomba na kufunga, wanafanya kila wawezalo. Hawa ni Israeli wa kiroho. Biblia yangu na Biblia yako imetuambia kulingana na sura hiyo ya 3 ya fungu lile la 7 na la 8 ambalo nimesema sana kwa kurudia, huyu Mungu aliona mateso ambayo Israeli walipitia. Ndiyo habari nilionayo mchana wa leo. Mungu akikuona kwamba wewe nawe ni Israeli wa kiroho, unamhitaji kwa kumaanisha, unamuomba kwa imani, unasoma Biblia na kuamini neno lake, unaimba nyimbo za kumwamini katikati ya changamoto yako, Mungu aliyeona mateso ya Israeli ayaone mateso yako mchana wa leo. Na amesema ameshuka akawasaidia wana wa Israeli.
ndivyo niombavyo kwa wale wote ambao kwenye kambi hili wamejifunza kutembea na Mungu, ashuke awasaidie. Jamani, ashuke atusaidie. Kama Mungu aliona huruma, kama Mungu alikubali kuwasaidia Israeli, kama Mungu aliona machozi kutoka mbinguni, akaona mateso yao kutoka mbinguni, na akasema kwamba ameona maumivu yao kwenye hilo fungu la 8 la sura ya 3, anasema sasa ninashuka niwasaidie. Mimi na wewe, Bwana hatatuacha, kwa kuwa tumeamua kutembea baada ya kambi hili kama Israeli kweli kweli, wanaojua hapa si petu pahali. Hapa dunia ni kama Misri, Kanani ni kama mbinguni, na tumejua kwamba hata wakitutesa tunaongezeka, na tumejua hata wakituletea shida haitatuweza. Lakini baada ya mateso kuongezeka, Mungu anaona huruma, anashuka kutusaidia. Mungu ashuke atusaidie. Jamani, atusaidie. Mateso haya yalikuwa mabaya sana. Jioni tutakuwa na mkutano mkubwa pia hapa wa kufungua Sabato, Evening Vespers. Uniruhusu niendelee na sehemu ya pili ya somo hili jioni. Itaanza saa 11 kamili mpaka saa 12 kamili, Evening Vespers. Ninaomba nije tuangalie na wewe huyu Mungu ambaye aliona kilio cha Israeli, huyu Mungu ambaye aliona maumivu yao akashuka kuwasaidia, alifanya nini? Mchana ameni, jioni karibu, ili tuone jambo la kipekee. Biblia imebeba siri kwa ajili yangu na kwa ajili yako. Jamani, Bwana asifiwe. Wapendwa, Bwana asifiwe. Na kipengele ambacho ninakiacha kina nguvu sana, na utafanya kila uwezavyo ili kwa umoja wetu jioni. Kwanza, kwaya zote itabidi ziimbe nyimbo kwanza, tutapata neno, alafu baadaye zitaimbwa nyimbo za kumshukuru Mungu kufika kilele cha makambi haya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Jamani, Bwana asifiwe sana. Wangapi wamenielewa? Evening Vespers. Lakini nenda mchana leo ukale, na hapa ndipo nataka niweke neno lenye msisitizo na msingi wake. Hapa ndipo nataka sasa nikuache na neno la dakika hizi za mwisho, ili usiondoke bila kuelewa nini hasa. Na wewe msikilizaji unayenitazama, ambaye uko mbele ukinitazama, wewe msikilizaji ambaye umetumwa kunitazama, kunisikiliza pia, nina neno la kipekee kwa ajili yako, na nina neno ambalo nataka nikuachie. Na kama Bwana amenipa neno la kusema nawe sasa, ninatamani ulisikilize. Usiwe mtu ambaye unalalamika sana na kuipoteza imani kwa sababu ya changamoto. Israeli wanabebeshwa tofali, wanajengeshwa nyumba, wanasaga ngano, walikuwa wanabeba matofali mazito, walikuwa wanafanyishwa kazi nzito mno, wanachapwa, wanaonewa, wanafanyishwa kazi mbaya, wanachapwa mno. Ilifika siku mpaka Musa akaona haya mateso yamekuwa mabaya, akaona haya mateso yamekuwa makali, akaona watoto wa Mungu wanavyoteseka. Musa akapata hasira kama mwanadamu. Na ndiyo maana mchana wa leo ninataka niseme na wewe ili nikuombee sasa. Ile ndoa kadiri inavyozidi kuwa na mateso ya mwovu shetani, ya mama mkwe
mother in law, ya baba mkwe, kadiri hiyo ndoa inavyopita kwenye operation za marafiki, kadiri hiyo ndoa inavyoteswa na shetani, kadiri mambo yanavyozidi kuwa mabaya, mtegemeeni Mungu, maana kadiri shetani anavyotutesa, sisi tukiwa na Mungu tutazidi kuongezeka. Furaha itaongezeka, amani itaongezeka, matumaini yataongezeka. Kama kanisa tujue, kwa kuwa tunafanya kazi ya Mungu, na sisi ndio wale Israeli wa kiroho. Wazee wa kanisa tuwe makini, wajumbe wa mabaraza tuwe makini, na kila mmoja ambaye amepewa kazi hii kuwa mkono wa kuume wa Injili tuwe makini. Maana usipompa Mungu maisha yako kiongozi, unaweza ukaingiliwa na roho ya Farao, ukawatesa watu wa Mungu, ukawatesa watu wa Mungu. Ila pia nataka nikutahadharishe, ukikubali Farao akutumie, atakutumia. Ila kazi ya Mungu, kanisa la Mungu halitarudi nyuma. Kadiri utakavyolitesa ndivyo litakavyoongezeka. Kwa hiyo ni bora uchague usitumiwe na roho ya Farao, baki na Roho Mtakatifu. Maana kazi ya Mungu inakuhitaji wewe kama kiongozi, unategemewa. Wewe mama, usiingie kwa kina mama wenzako ukawajaza maneno, maana una roho ya Farao, na ukaiua kazi ya Mungu, wanawake wakarudi nyuma kwa ajili yako. Wewe kijana, punguza basi mdomo, tulia, usiwe kikwazo cha kazi ya Mungu, usiwe na roho ya Farao. Maana nataka nikuambie, yeyote anayekwamisha hii kazi hawezi. Maana kadiri anavyotesa akili za watu, ndivyo roho wa Mungu atakapowapa moyo wa kuongezeka. Ndivyo nakuambia wewe baba, usimtese mke wako ukijua kwamba wewe ndiye amekutegemea. Kadiri unavyomtesa, Mungu atamfungulia njia ya kuongezeka. Usiwatese watoto, kadiri unavyowaacha wanahangaika, Mungu atawaongeza. Kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Ikiwa wewe ni mshiriki una roho ya Farao, ikiwa wewe ni mfanyakazi kwenye ofisi una roho ya Farao, ikiwa wewe ni kiongozi wakati huu na ukawa na roho ya Farao ya kutesa akili za watu, ya kutumia nguvu kuwakandamiza, ikiwa wewe ndiye ambaye umekubali Farao akutumie kuwanyanyasa na kuwatesa watu, au mtu fulani anapitia mateso kwa ajili yako, ninakutangazia huwezi. Maana kadiri walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. The more they were oppressed, the more they multiplied. Watu wa Mungu wanaomwamini Mungu hasa hawawezi kuteswa. Wewe ndiye utakaye aibika. Njoo mchana basi jioni uone Farao alivyoaibika hatimaye. Ikiwa ndio wito wako, kwani usinyoshe mkono wako mchana wa leo? Kwani usisimame mahali ulipo unasema, ndio shetani amekubali kunitesa, na kuna watu wametumiwa na shetani kunitesa, wamevaa roho ya Farao, hawataki niongezeke, hawataki ndoa yangu furaha iongezeke, hawataki uchumba wangu usonge ufike hatua ya ndoa, hawataki na mimi nipone niwe na afya njema, hawataki na mimi niajiriwe kama wengine. Wananitesa, wananioppress, wananikandamiza. Nimekuambia usipigane nao. Vita sio yako, vita ni ya mwanadamu, ni ya Mungu wetu. Maana kadiri watakavyomtesa yeyote kati yetu hapa ambaye ameamua kukabidhi maisha yake kwa Mungu, ndivyo atakavyoongezeka. Ikiwa ndivyo basi, mnikubalie kusogea hapa wapendwa, tunavyokuja kuomba. Nionapo amani kama shwari,
au nionapo shida, kwa hali zote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, ni salama rohoni mwangu. Salama, salama rohoni, rohoni, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu, amekufa kwa roho yangu. Salama, salama rohoni, rohoni, ni salama rohoni mwangu. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. It is well, it is well with my soul, with my soul. It is well, it is well with my soul. Baada ya kujua kwamba Mungu anatazama, anaona kutoka mbinguni, Mungu aliweza kuwatazama Israeli wanavyoteswa na wanavyopita kwenye maumivu. Mungu aliona mateso yao, Mungu akaona maumivu yao. Ndio alikuwa nao, maana lengo la mateso ilikuwa kadiri ya wanavyowatesa wapungue. Lakini Mungu akageuza kwamba kadiri ya walivyowatesa ndivyo walivyoongezeka. Shetani atakuja na mbinu nyingi, akitaka tupungue kwa namna nyingi: kiuchumi, kwenye ndoa, kwenye mahusiano, kwenye afya, kwenye kila kitu ataingia. Atakuja na mbinu nyingi, anataka tupungue. Lakini sisi tunamwambia kama Israeli wa kiroho leo, kadiri ya atakavyotutesa sisi tutasimama na Mungu, na badala ya kupungua tunaongezeka. Jamani, tunaongezeka na tunapata ile zeal, imani ya kusema pamoja na mateso, it is well with my soul, ni salama rohoni mwangu. Ingawa shetani atanitesa, nitajipa moyo, kwani Kristo ameona unyonge wangu na amekufa kwa roho yangu. Mungu, kama uliona Israeli ukaiokoa baada ya Farao asiyemjua Yusufu kuleta mateso, tena ile fungu la 13 mpaka 16 anasema akawafanyisha kazi, wakabeba matofali, watoto wa kwanza wakawa wanauliwa. Hata Musa aliponea chupu. Alipona tu kwa tahadhari ya wenye hekima ambao Mungu aliwatumia, wale midwives. Kama Mungu katikati ya mateso, hata kuua watoto wa kwanza, hata kutufanyisha kazi, Israeli waliongezeka. Hatutaogopa leo, hatutaogopa leo,
mateso yatatufanya nini? Tutaongezeka. Jamani, tutaongezeka. Hebu tuseme tena, tutaongezeka. Tuseme tena, tutaongezeka. Mateso hayatuondoi, sisi tunaongezeka. Kama umepata hiyo spirit, unasema hata niteswe vipi, mimi nataka kuongezeka. Kwani usinyoshe mkono wako mchana wa leo? I love the spirit, I love the spirit. Elders, can you not be here? Na ndiyo maana nawaita sasa wale ambao, shusha tu mkono wako sasa, wale ambao wanasema sasa, elders just come. Nahitaji kushika mikono kwa haraka wale ambao wanakubali kwamba kwa Bwana wanataka kuongezeka kwa njia ya ubatizo. Yeyote ambaye alikuwa hajawahi kubatizwa, yeyote ambaye alirudi nyuma. Tunao vijana wengi watakaobatizwa. Tunao watu waliorudi nyuma, wanaamua kutembea na Bwana. Wanasema uko nje ya Bwana tumeteswa sana, ila tunataka tuwe na Mungu. Maana kuwa na Mungu sio kwamba hatutateswa, ila wakitutesa pamoja na Bwana tutaongezeka. Nikuombe uje kwa haraka sasa ili tuhitimishe hotuba yetu. Kama unatamani kubatizwa katika mikutano hii, tembea kwa ujasiri haraka. Haijalishi jinsi ulivyo, Bwana anakuhitaji. Bwana anataka uongezeke. Mungu akubariki sana dada yangu. Njoo tu. Njoo tu. Endelea kutembea kwa haraka. Wala isingechukua muda, maana unaenda kwa Mungu wala si kwa mwanadamu. Rafiki yangu, njoo. Hata kama ulijitoa jana, njoo tena, njoo tena. Tunao vijana ambao wanatamani kuja wayakabidhi maisha yao, watu wazima. Rafiki yangu, Mungu akubariki sana. Why can we not come? Come, come one, come all. Come one, come all. Iwe ni baba, iwe ni mama, iwe ni kijana, iwe ni binti, iwe ni mzee, yeyote ambaye yuko hapa, tutakuwa na ubatizo wa kipekee kesho. Ikiwa uko hapa na hujajitoa, usiseme tu nitaenda kesho na nilishajitoa. Bwana anakuita kipekee. Ikiwa tunao vijana ambao hawajajitoa kwa Yesu kwa muda mrefu na wako hapa na wanasema mimi nitaendelea kungoja kesho, mimi nipo kwanza, unafungua mlango wa mateso ambayo hutaweza kupigana. Ni bora uje kwa Mungu wako. Ni bora ujitoe kwa Yesu wako. Yesu anakuita. Yesu anakuita rafiki yangu. Kaka, Yesu anakuita. We want to pray for you. Tunataka tukuombee. Njoo kwa Yesu. Come to Jesus. Njoo rafiki. Naona vijana wengi kabisa ambao huenda hawajabatizwa kabisa, na wamekaa wamesimama, wanaendelea kutazama, wanafikiria. Huenda wanaona maisha haya ni mchezo. Hawajajua shetani anatutesa. Ikiwa ni wewe dada, kaka, njoo sasa. Njoo sasa rafiki yangu. Tembea uje. Tunataka tuombe katikati ya jua hili. Njoo. Ni wewe Yesu anakusubiri. Ni wewe Yesu anasema njoo dada. Njoo kaka. Njoo rafiki. Njoo. Ikiwa ulirudi nyuma, ikiwa hujawahi kuwa na ubatizo, hujawahi kubatizwa, njoo sasa. Na kusubiri tu wewe utembee. Ni wewe Yesu anasema njoo kaka. Njoo dada. Njoo rafiki yangu. Usifanye moyo wako mgumu. Anza na Bwana maisha yako. Je, yuko mmoja wetu? Je, yuko ambaye ana sita katika bonde fulani? Mtie moyo. Mwambie rafiki, twende kwa Yesu. Njoo. Nao dakika chache tu hizi. Hazitazidi tena dakika 2, maana tumesimama pia sana. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Come to Jesus. Je, utamnyima Mungu maisha yako? Mtetezi wa mateso na maisha haya, yeye ambaye ametuandalia Kanaani ya mbinguni. Je, upo? Nisingependa sana nitumie muda mwingi huu. Kama upo rafiki, najua wako wengi walijitoa jana, ila leo wanasema pastor, it bother me to go in front again. Lakini njoo, Yesu anakuita. Njoo tena. Njoo tena kama upo hapa. Njoo tena. Mungu akubariki dada yangu. Njoo. Njoo. Yes. May God bless you. Endelea kuja. Roho anasema na wewe. Njoo rafiki yangu. Mungu akubariki sana. Mungu akupiganie. Mungu akuokoe. Njoo rafiki. Je, yuko mmoja wetu? Njoo tu. Usiogope. Usiogope, njoo. Je, ni wewe dada? Ni wewe kaka? Ikiwa ulirudi nyuma, njoo. Yesu anakuita tena. Ikiwa hujawahi kubatizwa, njoo. Yesu anakuita mchana wa leo.
Ni Yesu ambaye atakuita hivi kwa wito wa kuendelea kurudia rudia. Na kwa sababu muda upo, njoo, muda wako ungalipo. Wakorintho wa pili 6:2 anasema muda wa wokovu wetu ni leo na saa ni sasa. Je, yupo? Sije tukawa tumeukatalia wito huo. Labda nirugeuze wito. Wenda uko pale lakini ujioni kama utapita mbele, lakini natamani ubatizo mkubwa wa kipekee maishani mwako. Kwani usinyoshe mkono wako mahali ulipo? So pastor, I will not come in front, lakini natamani kubatizwa. Nyosha mkono wako. Bwana atakuona mahali ulipo. Nyosha mkono wako. Je, yupo ananyosha mkono mahali fulani? Bwana aendelee kusema nawe. Tunao watu zaidi ya 25 sasa ambao wako tayari kubatizwa na wameshajiandaa. Ni wewe, Mungu amekusubiri. Wakiwa hata 100 ukabaki wewe, ataumia. Bwana atusaidie. Jamani, Bwana atusaidie. Tumeneemeshwa sana na somo hili. Hata mimi nimezidi kutiwa moyo. Kitakacho yafanya mateso yaongezeke, kwa maana maovu yao yamewatenganisha ninyi na Mungu wenu. Ikiwa tutasimama kweli na Mungu, tutashinda, na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Haleluya. Jamani, haleluya. Tuombe basi. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Salama, salama, rohoni, rohoni, ni salama rohoni mwangu. Baba, ingawa shetani atatutesa, tunajipa moyo kupitia hotuba ya siku ya leo, kwani Kristo umeona unyonge wetu na ulikufa kwa ajili ya roho zetu. Na kwa hivyo unatuambia mchana wa leo ni salama rohoni mwetu. Huenda neno hili limekuwa kali kama upanga, maana wengine tumevalia roho ya Farao, tumevalia roho za utesi, tumekuwa na mawazo ya utesi. Tuna roho ya Farao kwa wake zetu, tuna roho ya Farao kwa waume zetu, tuna roho ya Farao kwa wazazi wetu, kwa watoto wetu. Tuna roho za Farao kwa marafiki, wafanyakazi, wafanyabiashara wenzetu. Tuna roho ya Farao ndani ya kanisa. Baba, utusaidie ili roho ya Farao itutoke. Lakini jambo la pili, huenda Bwana mimi ni yule ambaye nimekuwa mbali na wewe, natenda dhambi, nimejikatia tamaa kwa sababu ya mateso ya Farao, mateso ya shetani. Na Farao anaweza kuwa ni mwanadamu, ndugu, jamaa, rafiki ambaye anatumiwa kuwa na roho ya shetani. Na kwa sababu tumejua leo, tumejipa moyo kwamba vile wanavyozidi kututesa ndivyo tunavyoongezeka. Imani yetu na iongezeke kwako. Na mchana wa leo kila mmoja aondoke na neno hili: kadiri ya tulivyoteswa ndivyo tutakavyoongezeka. Tukayakabili mateso kwa roho ya ujasiri, tukaiangalie dunia kwa roho ya ujasiri, maana hata hivyo umetuambia dunia siku moja itakoma. Kama Israeli baada ya miaka 430, baadaye mateso yalipoongezeka, uliona hawawezi kukaa tena mle. Jioni utakapotuleta katika hotuba kubwa, utufundishe namna ya kutoka Misri. Utufundishe namna ya kutoka Misri. Uje useme nasi wakati wa jioni. Waliojitoa kubatizwa, sema pamoja nao.
Tumepata taarifa ya wengi ambao wameshajitoa, na tunayo hii ambao wamejitoa hapa mbele kwa kuwakilisha kundi kubwa na wale watakaobatizwa. Baba, hawa nao watangaze hadharani kwa Israeli wa kiroho, na kwamba wokovu umerahisishwa, maana tukiwa na wewe tunashinda zaidi ya kushinda. Tukiwa na wewe Yesu uliyetufia, kwanza utakuja kutuchukua, na kabla ujaja unapigana kututetea. Mbariki mtoto wako huyu wa kike na wa kiume, mama na baba, mzee, kijana, mtu wa umri wa udogo kabisa. Ututetee. Shetani ametutesa, ila tunajipa moyo, kwani Kristo uliyeona mateso ya Israeli umeona unyonge wetu mchana wa leo. Acha yule mtu msikilizaji aliyeko mtandaoni, aliyeko hapa, aondoke na tumaini kwamba Kristo ameona unyonge wangu, na kama niliteswa sana, nimepata neno kwamba ndivyo nitakavyozidishwa sana. Tupe mchana tulivu, lunch njema, mapumziko yapatayo masaa 3 hivi, ili baadaye tena saa 11 utulete hapa tuangalie namna ya kutoka Misri twende Kanani. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen. Tuseme tena amen. Enjoy your lunch. Kamwambie jirani yako utakaye kula naye, hata kama utateswa, ukiwa na Mungu utaongezeka sana. Bwana awabariki. Bwana atembee nanyi. Baraka, baraka, baraka. Kadiri ya utakavyopitia kwenye mateso, baki na Mungu, utaongezeka. Uliye mtandaoni, Mungu akubariki sana. Kadiri ya ulivyopita kwenye mateso, Bwana akuongeze. Ndivyo tunavyohitimisha makambi haya hapa Better Living Getembe Kisii Ijumaa hii. Na mimi nataka nikutie moyo kwamba walivyoteswa sana ndivyo walivyoongezeka, kama Biblia ilivyosema Kutoka 1:12. Na tukaona Mungu akishuka kuwakumbuka watoto wake. Nikutie moyo kwamba usitishiwe na mateso. Tishiwa kuingia kwenye mateso bila Mungu, maana walio na Mungu kadiri watakavyoteswa sana ndivyo wanavyoongezeka. Na mateso yakizidi, huyu Yesu, huyu Mungu tunayemwamini katika wokovu uliorahisishwa, atashuka kama alivyoshuka kwenye Kutoka 3 fungu la 7 na la 8 akawaokoa. Usitishwe na mateso, tishwa kuingia kwenye mateso bila Mungu. Bwana akubariki. Get the point. Take a step forward. Get the point. Take a step forward.